Dirisha la usajili likiwa limeendelea kushika kasi na timu mbalimbali zimeendelea kufanya usajili wa wachezaji, na moja kitu ambacho kimestua walio wengi ni timu nyingi ama hizi timu big fish wale wa Kariakoo, Simba na Yanga kudeal zaidi na wachezaji ambao wako ndani ya Tanzania ama wachezaji wazawa. Hapa nazungumzia scenario ambayo imetokeza kwa upande wa Yanga, wana nyota zaidi ya 4 wazawa, lakini pia Simba mpaka sasa tambulisha wachezaji 4 wazawa. Lakini leo tuanze kuangalia mchezaji mmoja mmoja. Tuanze na nyota wa Simba. Tuanze na nyota Nathaniel Chilambo. Kwa nini Nathaniel Chilambo? Lakini kwa nini Simba wamemchagua Chilambo kwa wakati huu na sio hapo kabla? Majibu ni mengi au sababu ni nyingi, lakini miongoni mwa majibu ambayo yako wazi ya kwa nini Nathaniel Chilambo ni pamoja na sababu ya kwanza ni yeye mwenyewe, lakini sababu ya pili hali ya kimazingira iliyopo kwa sasa kwenye klabu ya Simba. Tukianza sababu za Chilambo binafsi, ni mchezaji ambaye anauzika na amejiweka sokoni vizuri. Nathaniel Chilambo alipata makuzi yake ya mpira ama timu yake ya vijana ilikuwa ni timu ya Ruvu Shooting. Ruvu Shooting wakampandisha, akampa hiyo nafasi ya kucheza na timu nyingi zilimuona kwa huo wakati, hata kipindi ambacho yupo Ruvu Shooting bado Simba na Yanga ziliwahi kumtolea macho, lakini yeye akaichagua Azam FC ama ofa ya Azam ilikuwa nzuri kuliko ofa ya Simba na Yanga. Na amekwenda Azam FC pale akakutana na changamoto ya Lusajo Mwikenda, nyota ambaye amekulia pale pale, ampata makuzi yake ni kosti Azam, kwa alikuwa anajua vitu vingi kiasi ambacho Chilambo ameshindwa kumshawishi ama ameshindwa kumbit kwenye hilo eneo kiasi ambacho akashindwa kupata nafasi. Lakini yote hayo haimaanishi kwamba alikuwa hachezi kabisa, sababu timu inashiriki michuano mingi. Kuna ligi kuu, kuna FA, lakini pia kuna Mapinduzi, sasa hivi imeongezeka Muungano. Hayo mashindano yote manne yanahitaji wachezaji, lakini pia Azam amekuwa na utaratibu wa kushiriki michezo ile ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo unaweza kuona ni ngumu kiasi gani, lakini pia rahisi kiasi gani kushawishi ama kuto kushawishi kwenye kikosi cha kwanza mbele ya nyota kama Lusajo Mwikenda. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho alikuwa amekutana nacho, lakini haimaanishi kwamba ni nyota mbaya. Lakini sababu ya pili kwa nini Nathaniel Chilambo, kiachana na makuzi yake na mazingira mengine, ni yeye mwenyewe anavyocheza. Ni gifted, wanasema wachezaji ambao wamebarikiwa sana, hasa kwenye matumizi ya miguu yake yote miwili. Ana matumizi sahihi sana ya mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Chilambo ninamzungumzia hapa, anacheza kama fullback wa kulia, lakini mguu wa kushoto unafanya kazi vizuri, na makocha wengi wa kileo huwa unawapenda washaji wa namna hiyo, kwamba anaweza kumpa faida wakati na siku atabanwa au atakutana na changamoto, atatamani kumtumia mchezaji upande wa kushoto na akaweza kumpa kitu bora kwa sababu ya uwezo wake wa kucheza kutumia upande wa kushoto na kutumia pia upande wa kulia. Ni moja ya kitu kizuri ambacho Chilambo ana faida hiyo kwenye timu yote ambayo anakwenda, tofauti labda na nyota wengine. Sasa kikosi cha Simba kina Shomari Kapombe, lakini pia yupo David Kameta Duchu, naye anakwenda kuwa fullback wa tatu. Unaelewa Simba kwa nini Nathaniel Chilambo kwa wakati huu, kwa sababu Shomari tayari yupo kwenye age ambayo pengine hataweza kujituma sana ama anaelekea ukingoni, japo haionyeshi kwamba labda msimu ujao au msimu unaofuata baada ya msimu ujao labda atakuwa amefika mwisho, lakini kwa nafasi ambayo anacheza maana yake unahitaji kuwa na work rate kubwa ama kuweza kukimbia kwa umbali mrefu, kukimbia kwenda kupanda juu kupeleka mashambulizi, lakini pia kukimbia kurudi chini kwenda kupeleka kwenda kulinda wakati ambao timu yako inakuwa imepoteza mpira. Hivyo vyote vinahitaji mtu ambaye anatumia nguvu kubwa kutokana na eneo ambalo anacheza. Kwa hiyo Nathaniel Chilambo anakwenda kuongeza nguvu nyingine kwa sababu ya umri. Umri wa Chilambo ni miaka 22. Maana yake ana muda mwingi wa kucheza, ana muda mwingi wa kufanya makosa, ana muda mwingi wa kujirekebisha, ana muda mwingi wa kuonyesha kile ambacho yuko nacho kwenye eneo lake la kiuchezaji. Lakini sababu nyingine ni kwenda kumchallenge Duchu, kwa sababu michezo kama 6 hivi iliyopita ama 7 ya ligi kuu ya mwisho, David Kameta alipata nafasi ya kucheza kama utakuwa unakumbuka vizuri, na ni nyakati ambayo Shomari Kapombe alitoka kwenye majeraha ama aliumia kidogo akakaa pembeni, na alivorejea akawa anapata nafasi, lakini akawa ametengea muda mchache kwa muda mwingi full kama ilivyokuwa kwenye nyakati zilizopita. Kwa Kameta akapata nafasi ya kucheza, maana yake kama Simba wana project ya muda mrefu ambao wanaweza kuitumia kwenda katika msimu unaofuata kwa kumtumia Duchu ama kumtumia Chilambo, maana yake wameleta testi sahihi ya kwenda kushindana
katika ile eneo la kuwania namba ili kila mmoja atengeneze ufalme wake. Scenario hiyo hiyo inatokea pia upande wa ulinzi wa kushoto kwa hapo hapo Simba. Alikuwepo Anthony Mligo, ameongezewa Kibabage, na Kibabage amepata nafasi ya kuanza muda mwingi tangu afike kikosi cha Simba kuliko pengine Anthony Mligo. Wakati huo kulikuwa na Nabi Kamara ambaye alikuwa anacheza kama mlinzi wa pembeni, lakini pia kama kiungo eneo la katikati ya uwanja. Kwa hiyo challenge imekuwa kubwa kiasi ambacho Mligo amekuwa kihesabu dakika. Kuna zile mechi ambazo timu inataka kushambulia sana na kwenda na Kibabage, muda ambao timu inataka kulinda inamtumia pengine muda mwingi zaidi Anthony Mligo. Kwa ndivyo hivyo ambavyo naamini nakwenda kuwa kwa upande wa Hassan Chilambo ambaye ni mlinzi mpya wa Simba akitokea klabu ya Azam FC ambapo hapo kabla aliwahi kuitumikia Ruvu Shooting ambayo ilishashuka daraja na imeshuka ikashuka tena na ikashuka, sasa hivi kama vile imepotea. Miaka 22 Chilambo kwenda Simba, waweza kusema hawezi kwenda kucheza. Hapana, anaweza kwenda kucheza, na sababu ipo mifano hai. Msimu uliopita Simba alimsajili walikuwa na brother Kamza, walikuwa na Rushin Deriak, lakini baadaye katikati msimu ukiwa unaendelea akaumia Hamza, wakamuongeza kwenye timu yao Wilson Nangu. Baadaye baada ya Nangu Simba ikamsajili Ismail Ture. Wakati Ture anaingia, Nangu anaumia, kwa Simba ikabaki na walinzi wawili wakati. Walinzi wakati ambao alibaki Simba ni Rushin Deriak na Ismail Ture. Wakati mlinzi mwingine alikuwa ni Velastus Masinde kutoka kwenye timu ya vijana. Hiyo yote inakupa majibu kwamba Simba kwa muda unavyokwenda, maana yake Masinde anaweza kupata nafasi, Nangu akipoa anaweza kupata nafasi, Hamza akipoa anaweza kupata nafasi, Rushin bado yupo na Ismail Ture bado yupo. Kwa kinachotokea ni kwamba kwa Nathan Chilambo, kama Nangu aliweza kupata nafasi na alitokea JKT Tanzania, kwa nini asipate nafasi akiwa ametokea Azam FC, timu ambayo ina ushindani, imeshiriki michuano ya kimataifa, imeshiriki Mapinduzi, imeshiriki Muungano, na hata kocha wa Simba inaonekana alimuona kwenye kile kipindi cha Mapinduzi, kwa sababu taarifa zinaeleza kwamba matumizi sahihi ya mguu kushoto na kulia ndio ambayo alimvutia zaidi kocha Simba, kiasi ambacho kumdemand kwamba huyu anaweza kwenda kumpa kitu bora. Achana na mambo ya kimo na vitu vingine, lakini bado ni miongoni mwa mlinzi ambaye anaweza kwenda kuchallenge ama kumchallenge Duchu, lakini pia akarithi mikoba ya Shomari Kapombe katika eneo la ulinzi wa kulia, kama ambavyo profile yake inajieleza, akaja kuleta kitu bora. Lakini kingine, sababu ya umri, Simba wanaona kwamba project yao muda mrefu inaweza kumfanya ama kumtengenezea mazingira Chilambo akacheza kwa muda mwingi, kwa sababu ya aina makocha bora ambao Simba pia amekuwa akileta, huenda wakamtumia kama mmoja ya nyota ambaye wataruka naye kwenye project za misimu inayofuata. Unaweza ukasema Simba wamesajili wachezaji wengi vijana, lakini bado wakaenda wakashindwa. Kila mtu na bahati yake, kila mtu na kile ambacho ameandikiwa. Kama aliweza kushawishi kwenye kikosi cha Azam FC, kwa nini ashindwe kushawishi kwenye kikosi cha Yanga? Kwa sababu tunaamini cha Simba, kwa sababu tunaamini kwenye ligi ya Tanzania, timu ambazo kila zikiingia, kila timu inaingia kutafuta ubingwa, lakini zile timu ambazo sema zinapata nafasi kubwa kwenda kwa mabingwa ni Yanga ambaye anaingia bingwa mtetezi msimu huu, Simba, Azam FC. Hapa kwa Singida kidogo unapata mashaka na maswali mengi, lakini yote kwa yote inakupa nafasi ama anapata nafasi ya yeye kwenda kujiuza na kujiweka sokoni. Miongoni mwa vitu bora ambavyo Simba wanatakiwa kuzingatia ama wanatakiwa kujua kwamba mashabiki wa Simba wanatakiwa kujua kwamba mchezaji ambaye amesajiliwa profile yake inaweza kana ni ndogo, lakini project ya team inaweza ikawa na maono makubwa na kile ambacho kocha pia amekiona, kwa sababu msimu timu imeshinda FA, lakini pia timu imeshinda Muungano. Maana yake iko ni moja ya kitu kingine kikubwa ambacho timu inakwenda kushawishi. Sababu nyingine ya mwisho kwa nini Chilambo amechagua Simba ni kwa sababu pia za career yake. Ili uwe mchezaji ambaye umekamilika, lazima pia uwe na mataji. Azam FC ameingia finali nyingi za FA, lakini ameshindwa kuchukua. Ameingia kwenye Muungano, ameingia pia kwenye Mapinduzi, ameshindwa kuchukua. Simba ni yuko so close kushinda mataji kuliko Azam FC. Kwa hiyo nadhani hiyo inaweza ikawa ni sababu kubwa
ya Simba Nathan Chilambo kuichagua Simba kuliko Azam FC, hata kama walimchukua akiwa bado kijana sana kutokea Ruvu Shooting. Usisahau kusubscribe. Hii ni Ngale Sports. Bye.